Jongo. Jambo limezidi kwa mbali. Binti wa humu ndani shika tena. Kwa hiyo kitu ambacho kinachoniogopesha zaidi kuhusu mke wangu, nahofia sija akafanya kama alivyofanya mama. Yaani hilo jambo linaniogopesha sana. Ni kitendo cha huyu binti kudhibika. Kitu ambacho kitaniuma sana kwa nafsi yangu. Na huyu binti ni mkali sana. Yaani namna tunavyoishi naye na akifanywa kitendo ambacho kama alichofanywa yule mtu wa mwanzo tunakuwa sisi. Kwa hiyo dhumuni na mimi kukuita ili wewe ukae ukaongea na mke wangu. Ili umueleweshe. Mimi nadhani utaratibu unaofahamu. Na kama utaenda nje ya makubaliano, maana yake umekiuka chama. Hivyo cha kufanya, kwa kweli kama masharti yalishasemekana mtoto ndo afariki au mimba iharibike, mimi nadhani kumuua mama si sahihi. Labda nijaribu kuzungumza na shemeji kwa njia nyingine, ili huyu dada ikiwezekana hapa nyumbani asiwe. Yaani hapo utakuwa umenisaidia sana. Mimi ndio kitu ninachotaka. Tumwache dada aende. Afu sisi tuwe huru tuendelee, tutafuta dada mwingine wa kazi atakuja tuendelee na maisha. Sababu hata akienda mimba lazima itaharibikia huko. Mimi naomba umueleweshe. Basi hiyo kazi niachie. Nadhani shemeji tunaelewana na ananiheshimu. Tutalifanyia kazi. Mimi nashukuru sana. Hakuna shida. Ujawahi kuniangusha. Hakuna shida. Ya furaha ila mashariti yao ni balaa. Usitamani maisha yao kama una imani, maana ndani wanavuja damu.